Hello wapenzi watazamaji wa Farijika TV. Leo tunaletea kastori kafupi au ni mwendelezo wetu wa kuelezea wasanii wa Bongo Flava ambao walianza tokea muda kidogo, ila kwa huyu PNC yeye ni msanii kutokea Mwanza. Tunaanza na historia yake. Nadhani wengi mnamjua kwamba alitoka na nyimbo ambayo inaitwa Mbona, alimshirikisha Mr. Blue, na historia yake ilianza hivi. Kwa jina lake kamili anaitwa Parklas Charles Ndaki, ila kwa jina la utani walikuwepo wengi sana walikuwa wanamuita Mtaki kwa Kiswahili, ila kwa Kisukuma walikuwa wanamuita Mdaki, na jina lake lingine ni Shino. Na jina hili la Shino kipindi yupo kwao Mwanza alikuwa ni mkulima na mfugaji. Kwa hiyo wakienda kufuga yani kwamba kualisha mifugo mapolini. Nadhani wale ambao wanaishi Mwanza Wasukuma mnaelewa swala hilo, lakini kwamba yeye sometimes inafika kipindi wanaenda mpaka kuwinda. Kwa hiyo sasa wakifika kule kila anachokiona Shino. Kwa hiyo sasa unajua watoto wadogo, kwa hiyo jina hilo ndipo alipolipata, lakini hakulitumia muda mrefu sana. Alitulia baada miaka kadhaa kupata jina na kuwa maarufu, ndipo akaja kulitumia Shino, ndio maana akawa anaitwa PNC Shino. Lakini tunakuja nini maana ya PNC? PNC amepata jina, yani katika PNC ni muunganiko wa majina yake matatu ambao Parklas Charles Ndaki, lakini katika mahesabu yake akaamua kwamba akiweka PCN inakuwa inakataa, na akaona kama jina baya, akaamua kwamba abadilishe wenyewe. Baada ya kuweka PCN akaamua yake PNC. Kwa hiyo Parklas Ndaki Charles, ndio maana unakuja kupata jina la PNC. Na katika maisha hayo PNC yeye alizaliwa mwezi wa 4 mwaka 1986. Ameishi Shinyanga pia, na amesoma shule ya msingi Nyamanolo, na baada ya kumaliza shule ya msingi akaingia Mwanza Seko. Hakufanikiwa kumaliza kutokana na matatizo ya kifamilia. Na katika matatizo ya kifamilia kwamba ni familia nyingi tunaziona, baba na mama pale wanapotengana, mtoto huwa anaishi sana kwa mama yake, na yeye kipindi amekaa na mama yake akapata bahati ya kupata mwanaume mwingine na maisha yakawa yanaendelea. Lakini kutokana na alivyoingia sekondari, migogoro pale ikaendelea kifamilia, ndipo yeye akaja kuishia kidato cha pili. Kwa kifupi hakumaliza kabisa elimu yake ya sekondari. Huyo PNC akiwa amerudi kwa baba yake, na baba yake alikuwa hapendi sana masuala music, na yeye mwenyewe akawa ni kipaji na akawa na force hivyo. Alikuwa anapenda sana kusikiza nyimbo na wasanii ambao alikuwa anakubali. Wa kwanza kabisa ni Mr. Blue, wa pili Q Chief, Feruz na Duri Saxi. Kwa hiyo hadi nyimbo zao alikuwa anajua kuziimba. Kwa hiyo katika maisha yake yeye alikuwa akitua kila saluni za kule Mwanza, na tepo yake anaomba ili afanye mazoezini, mpaka ikafikia kipindi wakamkubali. Katika kumkubali akawa yeye akifika saluni tu anaweka tepo yake ya beat, anaanza anachana. Kwa hiyo akaja kukutana na sister mmoja, baada ya kumuona huyu kumbe anajua, akaanza kumtembeza katika studio mbalimbali. Katika studio hizo mbalimbali akaja kufanikiwa kukutana na Kid Boy, na wengi ili jina linakuwa ni geni, na wengi ili jina mnalijua. Kwa sasa hivi huyu Kid Boy anamiliki website zile za nyimbo ambazo
ukizitafuta utakuta tu, ukisearch Kid Bwai unaipata. Yule alikuwa ni mtangazaji na mwanahabari wa jijini Mwanza. Kwa hiyo kuna radio moja hivi siwezi kuitaja. Kwa hiyo sasa yeye katika mazingira yale, huyu Kid Bwai akaja akawa kama manager pia promoter, anatoa wasanii Dar es Salaam na kuwapeleka Mwanza. Na katika mazingira hayo nyimbo yake ya kwanza kabisa kuitoa PNC ilikuwa Mama, na wengi mnaijua kwa kule Mwanza ikawa imevuma sana na imesikika sana. Baada baba yake kusikia akakubali kwamba kweli kijana wangu anajua, naye akambariki moja kwa moja na kuingia kwenye sanaa rasmi. Kwa hiyo baba yake akawa amemkubali na amemuelewa. Kwa hiyo baadhi ya wasanii wakifika Mwanza, na yeye alikuwa anapata nafasi ya kuwa wale wasanii wa kwanza kutumbuiza, na akitoka na interview zikawa nyingi sana pale jijini Mwanza. Lakini katika mazingira yake, yeye alikuwa na rafiki yake mmoja, na walikuwa na kikundi chao, kulikuwa walikuwa wanaitwa Mkiwa. Kwa hiyo katika mazingira yale mwenzake akawahi kuja Dar es Salaam na yeye akabaki. Hilo kundi la Mkiwa Mob hapo likaja nalo likavunjika kutokana na harakati hizo, kwamba mmoja alikuwa Dar es Salaam, yeye alikuwa Mwanza, na katika mawasiliano yao naye alikuwa anahitajika aje Dar. Atafika vipi Dar? Akatumia jukumu zito la kwenda au kuja Dar bila nauli yoyote. Wengine walisema, wengine wanasema kwamba stowaway, au wengine wanasema kupenya, yani ni kauli nyingi au kuvamia. Kwa hiyo kitu alichokifanya, aliingia kwenye treni bila kutoa nauli, akawa amejificha. Yani akimuona TT yule, yeye mtu wa kujificha, mpaka amefika Dar es Salaam. Na amefika kwa ugumu sana, bila kula, bila kitu. Yani mazingira yale ni magumu. Nadhani mnaelewa ninaposema mazingira magumu ambayo yeye aliyopitia katika masuala hayo. Lakini hakukata tamaa. Katika mazingira yale katika train, kuna mama mmoja alimuona, akamuonea huruma. Baada ya kumuonea huruma, walipofika Dar es Salaam, ikabidi amchukue na kwenda kukaa naye Mbagala au Temeke. Mbagala, wengi wanajua Temeke, wengine wanasema ni Mbagala, pale kwa Azizi Ali. Kwa yeye mazingira yake yalikuwa ni kwa Azizi Ali, na ameishi pale kutokana na mazingira. Kilichomleta ni masuala ya muziki, na alikuwa anamtafuta rafiki yake. Na baada ya kupatikana na rafiki yake akampeleka Tip Top Connection, kwa sababu rafiki yake yeye alikuwa pale Tip Top. Na yeye alipofika pale Tip Top kwa Abdubonge alikuwa busy sana na Tip Top, ila kuna rafiki yake mmoja Abdubonge ndo alikuwa anamiliki yule rafiki yake PNC. Na katika kumiliki hivyo, na akamuuliza naye PNC akajibu naye anaimba, akampa mistari alivyoielewa. Kwa hiyo yeye japokuwa alikuwa pale Tip Top, lakini hakuwa mwanakundi wa Tip Top, ila alikuwa mwana familia. Yani kwamba kikundi kile cha Tip Top kipo hapo kinafanya mazoezi, yeye yuko pembeni anawaangalia. Hapo ndipo Abdubonge alipomuona akamuuliza, "Oye, vipi fresh, unaimba?" "Naimba kwanza, nipe mistari." Akaimba ile nyimbo ya Mama. Asa nyimbo naikumbuka sana. "Basi kwanza leo utakuwa unaishi hapa." Abdubonge akamchukua rasmi kwamba awe anaishi naye nyumbani kwake pale Tip Top Connection, lakini hakuwa ni mwanakikundi wa Tip Top Connection. Lakini katika maisha hayo yaliendelea, na akaambiwa kwamba inabidi akachukue vifaa vyake, yani nguo zake, ili aje kukaa pale iwe ni simple zaidi kwa yeye kufanya mazoezi na kupata nafasi ya kutoka, kwa sababu na utunzi wake ulikuwa ni mzuri na ulipendwa sana na Abdubonge. Ndio maana alimpokea kwa mara moja bila kipingamizi chochote.
Baada siku hiyo akaenda akachukua vifaa vyake, mabegi yake, akamuomba ruksa yule mama, na yule mama alikubali kwa leo safi na akamkabidhi simu kwa ajili ya mawasiliano kutokana na harakati zile. Akarudi zake Tip Top. No, maisha ya music yalianzia hapo rasmi. Na katika maisha hayo ya muziki aliulizwa kwamba msanii gani ambaye unamkubali, akamtaja Mr. Blue. Na baada ya kumtaja Mr. Blue, na Mr. Blue katika harakati zake anaweza akatembea, alafu akafika Tip Top pale kupiga story, watu wakamwambia ongea naye huyo wasanii wenzao ambaye ni wasanii wenzake. Alikuwa ni mwoga sana. Siku moja ikabidi ajitoe muanga, akachukua namba ya simu na kumpigia. Siku yanompigia, alimpigia siku ya kwanza jioni kabisa, simu iliita kweli na haikupokelewa. Akaona huyu sijui kama nitaweza kufanya naye kazi, hata kupokea hajapokea. Akatulia. Siku ya pili asubuhi ikabidi amcheki tena. Baada ya kumcheki simu ikaita tena, haikupokelewa. Akaona basi hapa ana kitu, na wasanii wanajiona. Kwa hiyo yeye katika mawazo yake mafupi anasema mwenyewe, akachukulia kama Mr. Blue anajiona, na anajiona kama kashapata. Unajua mtu ambaye unatafuta nafasi kwa mtu lazima uone mtu kama huyo yuko hivyo. Lakini amekaa nafsi na sita, akampigia mara ya 3 akapokea. Mazungumzo yao yalikuwa kama hivi. Vipi? Salama, kwema. Bwana mimi ni PNC. Wapi? Mimi msanii wa Mwanza ambaye niliomba mama. Sawa. Haina shida, njoo. Unapajua Tabata? Ndio. Njoo Tabata Kimanga. Haina shida. Kwa hiyo katika mawasiliano yale PNC akatoka zake Tabata Manzese Tip Top, akaenda hadi Tabata Kimanga. Baada ya kufika Tabata Kimanga, kwa yeye mwenyewe alishangaa kwa mapokeo ambayo ameyapata kutoka kwenye familia ya Mr. Blue, ambaye kutoka kwa marehemu mama yake Mr. Blue alimpokea. Mr. Blue akamtambulisha kwamba ni rafiki yake pia, naye ni muimba music. Na baada ya kutambulishwa akaingia ndani na akamueleza nyimbo gani, ndo akamwambia kwamba nyimbo fulani. Mr. Blue akawa amechana verse kwa style mbili. Yeye PNC anavyosema kwamba akaichagua hiyo verse ile ambayo ipo kwenye ile nyimbo. Basi kutokana na Mr. Blue uelewa wake, akamwambia haina shida, studio unaenda wapi kurekodi? Akamwambia kwa Bizman. Sawa, haina shida. Kwa hiyo katika mazingira yale ilimsababisha kwamba Mr. Blue na PNC watoke pale siku hiyo hiyo, wakaenda hadi studio wakarekodi. Baada ya kumaliza kurekodi, akamrudisha hadi Tip Top Connection. Kipindi kwa Mr. Blue ana gari tayari. Nadhani unajua moto wa Mr. Blue wa kipindi kile, na respect sana kwa Mr. Blue. Na yeye mwenye PNC anakuambia hatakuja kumsahau, kwa sababu ni jinsi alivyokuwa anamchukulia na jinsi alipopata nafasi ni vitu vili tofauti. Kumbe mtu usimwangalie tu, na usimwangalie kwa jicho la pili, yani umwangalie na usimtafakari mtu kabla ya muda. Nafasi ilipofika akaondoka naye, na Mr. Blue alipomfikisha Tip Top Connection, na ndipo wakafanya kazi na wakamaliza kufanya kazi, na mpaka hapo kuja kuitoa ngoma ikawa hiti. Lakini yeye mwenyewe anakuambia kwamba baada kuichukua ile ngoma kutoka studio, alipopeleka Tip Top kuisikiliza, watu wakasema hii nyimbo nzuri sana, watu wakaielewa, na wasanii walikuwa pale wakaielewa. Na katika matamasha kipindiko MB Dog alikuwa ni wa moto naye pia. Kwa hiyo katika tamasha za MB Dog na PNC alikuwa amepewa nafasi za kwenda kuwa msanii wa kwanza wa kutambulisha, alafu then anapanda MB Dog. Na alikuwa akipanda na ile ngoma, watu wanashangilia kadha hajatoka rasmi. Yani watu walikuwa wanashangilia hadi mwenyewe ajielewi. Anakuambia show yake ya kwanza kabisa aliperform mara 4. Kaperform mara ya kwanza watu wakaomba irudie,
kaperform mara ya pili wakaomba irudie, akaperform mara ya tatu wakaomba irudie. Hizo kelele za watu walizokuwa wanashangilia ile nyimbo. Prince njia yake ndipo ilipoanzia hapo mpaka kufikia hatua ya sasa hivi. Baada kuipeleka kwenye radio, nyimbo ikaiti sana, na hivi sasa Prince ndipo alipopatia nafasi na changamoto ambazo alizozipitia. Na usisahau kulike, usisahau kucomment, pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Farijika TV.